Mungu anapokiandaa chombo chake hakionei huruma. Mungu anapomuandaa mtu hamuonei huruma. Fundi furniture anapotengeneza furniture haionei huruma mbao. Ataikatakata, atailanda, ataiburuza, ataipiga msasa. Hata kama ile mbao italalamika, haionei huruma. Yeye maono yake na mawazo yake yanakiona chombo kitakachotoka hapo mara baada ya kuisulubisha hii mbao. Ndivyo alivyo Mungu. Mungu anapomwandaa mtu aje kuwa chombo cha kuwafaa mataifa, aje kuwa chombo cha kumfaa baadaye, hamuonei huruma. Utalia sana wakati wa kuandaliwa na Mungu, na Mungu atayaona machozi yako na hata kufuta machozi. Utalia sana wakati wa kuandaliwa na Mungu, na Mungu atasikia kilio chako, lakini hata kubembeleza. Mungu anapokutengeneza uje uwe mtu fulani mkubwa, hata kuonea huruma. Usitarajie kuonea huruma na Mungu pale Mungu anapokuandaa. Mungu anaangalia mbele. Huyu nataka aje kuwa fulani, njia ya kupita ni hii. Hauna namna. Hata kama ina misumari, utakanyaga misumari, utatoboka toboka, damu zitakutoka. Mungu akuonei huruma. Na wakati wa kuandaliwa na Mungu, ndio wengi wanadhani Mungu ni katili, ndio wengi wanadhani Mungu ni bedui, ndio wengi wanadhani Mungu hana huruma. Wakati wa kuandaliwa na Mungu, ikiwa njia yako ya kufikia kule kwenye mafanikio yako ipo kwenye miba, utakanyaga miba, utapita kwenye miba. Mungu hawezi kukuonea huruma anapokuandaa.